Unasema tuache kuhubiri Injili? Anasema watu wengi wanamuona kama chizi, lakini sio chizi, ni maisha yamempiga. Na aliendaga kufanya kazi mahali, watu wakamdhulumu, akaja na magari ya nini? Magari ya nini alikuja nayo? Hebu tuelezee, ulikuja na magari ya nini? Nilikuja na gari lilikuwa imeleta maembe kiwandani. Ilikuwa linaleta maembe kutoka mkoa gani? Ilikuwa inatoka mkoa wa huko Lindi. Lindi? Ndio. Ukaomba lifti au ukadandia bila kujua? Niliomba lifti. Wakakuleta? Ndio, nikakaa juu ya maembe. Ukaja mpaka Dar es Salaam? Ndio. Ni muda gani mpaka sasa? Wiki 2. Wiki 2? Ndio. Sasa mbona kama umepigwa sana? Hata huko ulikuwa unaishije sasa huko Lindi? Huko nilikuwa nafanya kazi za mkataba, lakini kazi zenyewe hazieleweki. Mimi nitoka nyumbani wananiambia kwamba nakuja kufanya kazi ya kulima, afu nikakuta kuna ng'ombe 200 pale za kuchunga. Ng'ombe? Ndio. Ukawa unachunga ng'ombe 200? Ndio. Polini? Ndio. Natoka zangu kulima naingia kuchunga ng'ombe, lakini nikaona hivyo ngoja nijikatae, sio kweli. Mimi sio mfungwa na mimi natakiwa kuishi huru. Ndio. Sema Yesu afunguliwe. Afunguliwe. Kutoka gizani. Kutoka gizani. Naita hiyo nafsi iliyotekwa ikombolewe. Chapia Yesu makofi. Haya. Na kutoa ulikowekwa. Toka kila pando. Resheke badele mosike tekeri maboshakata. Na ulikowekwa. Toka hiyo roho ichomoke juu yako. Hiyo roho iliyowekwa juu yako ichomoke, ichomoke, ichomoke. Hai kwa damu ya Yesu Kristo ali hai, kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Asante Bwana Mungu wetu. Mungu akufungulie neema, akupe neema usiku. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo ali hai, kila vifungo, kila hila kwa jina la Yesu Kristo ali hai vikaachie kwa damu ya Yesu Kristo, vikaachie kwa jina la Yesu Kristo ali hai, vikaondoke kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Kila Yesu amekutoa kaburini. Hautakufa, utaishi. Ninakuamsha kwa jina la Yesu. Ninakunyanyua kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Unaweza, Bwana njoo. Unaweza, Bwana. Unaweza, Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, Bwana. Unaweza, Bwana. Unaweza, unaweza. Imba unatosha. Ole, ole. Unatosha. Bwana. Unatosha. Imba wasame, wasame. Bwana, wasame. Bwana, wasame. Bwana, wasame. Wabariki, wabariki. Bwana, wabariki. Bwana, wabariki. Kwa mkono nilijichukua na korosho bila kujua. Unasikia? Ulifanyaje? Nilijichukua na korosho bila kujua. Ulikuwa unajichubua na korosho bila kujua? Ndio. Yaani unashika korosho unajichubua hivi. Naweka yale
Hebu eleza mwanangu. Kofi. Ya kwanza, kabla sijaanza kueleza, naomba Mungu anisamehe. Mimi kweli kama mchungaji alivyosema, nilikuwa msukule sio msukule. Upande mwingine mimi mtu, upande mwingine msukule. Kwa maana mimi mwenyewe kwa akili yangu, siwezi nikasema kwa akili yangu, nilienda nikaiba paka. Ulienda ukaiba paka? Ndio. Ulimuiba wapi paka? Kwa bosi wangu. Nikaenda nikachinja, nikanywa damu. Oh Jesus. Na sio kwamba ni hayo tu. Hebu eleza. Mimi nilikuwa na ugonjwa wakuwa naenda mbuyuni kupiga nyeto. Kwenye mbuyu? Ndio. Unapiga punyeto? Ndio. Lakini kwamba hayo yote naomba Mungu aniepushe nayo. Kama inawezekana mimi nimrudie Mwenyezi Mungu. Naona kwamba sina pa kukimbilia. Mungu amekusamehe mwanangu. Nisamehewa. Na ukiacha damu ya paka, uliwahi kuiba paka wa bosi wako, ukanywa damu yake, ni matukio gani mengine umefanya? Matukio niliyafanya mengi. Eleza. Mimi hapa nilipo niliibia watu wengi sana. Ulikuwa naiba? Ndio. Ulikuwa naibaje? Ipo simu ambayo niliiba. Ipo na simu na siku nyingine ambayo nilikuwa naiba chakula kwa ajili ila nile. Ndio. Ulikuwa naiba ili uhule? Ndio. Na baada ya hapo uliwahi kwenda jela? Ndio, niliwahi kwenda jela. Ofisi ya maabusu. Uliwahi kwenda ofisi ya maabusu? Ndio. Lakini jela sijaingia. Jela ukuingia? Ndio. Ukiacha matukio, ni tukio gani lingine ambalo umewahi kulifanya? Matukio hayo ambayo umeyafanya, ni tukio gani kubwa zingine kubwa ambalo ungetamani pia kumwambia Mungu, katika hili kweli nilikufanya vibaya? Asikumbuki. Au kumbuki? Ndio. Mengi ulikuwa unayafanya bila kujua? Ndio. Bwana amekusamehe. Amekutoa kwenye hiyo hali ya kujikuta unakuwa msukule, na amekurejesha kwa binadamu. Na nilikuwa nimesahau. Ndio. Kingine hapa, yani mimi nilikuwa nimeshajikatia tamaa, mpaka nilikuwa nimeshapata mganga nyumbani wa kunitafutia kachuma ulete. Yani hapa tulipokuwa tunaongea, nilikuwa nasaka lamani, ila nikipata hela niende nikachukue hiyo kachuma ulete, make mwenzangu kashapata. Unaona sasa? Ndiyo. Ulikuwa umeshaamua kwenda kutafuta kachuma ulete. Ndio. Hebu tuelezee kachuma ulete ulikuwa nakapateje? Nilikuwa sijapata, lakini mwenzangu ndo kapata. Ramani zikoje unapotaka kwenda ukapata kachuma ulete? Yeye aliniambia kwamba huyo mganga kwamba atakafata Burundi au Kongo, hiyo ngozi ndo inapopatikana. Ni ngozi ya kachuma ulete? Ndio. Kwa hiyo kishakuwa nayo kanatumikaje ili upate kahera ka watu? Unaambiwa kwamba uende ukachimbie kwenye center au kwenye soko kubwa. Ukishaenda kuchimbia maeneo yale, hela zitakuwa zinakuja zenyewe, na unaambiwa kwamba kwenye siku kanaweza kakaingia 300,000, 2.5 milioni. Hiyo hela kwa mtu aliyejikatia tamaa, hela kubwa sana. Kwa hiyo nakaweka kwenye kamuji ambako kuna wafanyabiashara. Ndio. Alafu wale wafanyabiashara wa eneo lile, kila wanachofanya wanaona hela zieleweki, kumbe wewe ndo unapata. Wao kia wanachokifanya kinakuwa akiendi. Ukishaamua kufanya tokio hilo, ina maana kwamba ndoto za watu zote umeziiba. Una uwezo wa kuiba ndoto ya mtu bila kujua yeye. Kwa hiyo kumbe unaweza kuchukua maono ya mtu bila yeye kujua, alafu akabaki anakufanyia wewe kazi. Ndio, yeye anabaki anafanya hata biashara zikawa zieleweki, anasogea asogei, kazi yake yote anayofanya inakuwa ovyo. Mnaona Mungu alivyo na nguvu Unaweza ukawa unafanya biashara ikafika hatua ukakata nini? Yaani ulikuwa una bidii, lakini nguvu ya kufanya kazi ikakata ghafla. Vitu kile unachofanya akiendi, kumbe kuna mwamba alichimbia kwenye eneo lako la biashara.
Kazi yake yeye ni kuchukua nyota yako, kuchukua nguvu zako. Kwa hiyo maono yako yote yanakufa. Unakuwa kanisani, ghafla unajikataa, unasema sitaki tena biashara, naamua kusafiri. Yale ni tuko tunaomba. Naenda zangu mikoani, unaenda kula unajiua, sababu kila kitu kwako naona kimefika mwisho. Sasa mwanangu, usikachukue tena hako kachoma ulete. Kutokana na nilivyoingia hapa, mimi naona kama vile kuna mabadiliko. Kuna mabadiliko. Chapia Yesu makofi mazuri. Ongeza tena makofi mazuri. Hujawahi kutumwa uende kulizuru kanisa ama mahali popote kwenye madhabahu? Hamna, sijawahi. Na hujawahi pengine kumzuru mtu kumuua? Hamna, sijawahi. Au hujawahi? Ndio. Hauna tasira yoyote? Mimi nipo hapa mwanangu, mimi ni baba yako sasa. Una tasira yoyote nyumbani, bunduki labda ulikuwa umehifadhi kufanya tukio la wali? Hamna. Sema tu majuzi kutokana na maisha alivyokuwa amenikaba, ilikuwa imekuja fikira ya kuanza kukaba, na kitu ambacho mimi sijawahi kufanya tangu kuzaliwa kwangu. Ile ulikuwa umeshafikiria kulingana na ukata tamaa? Ndio. Hata fikiria ukaba. Nilikuwa nimeshaweka maji kwenye sindano, sijui akili likujaje. Tupe elimu ya hiyo maji kwenye sindano. Unawefanyaje? Nikaweka maji kwenye sindano lakini sijafanya tokio. Tupe akili, wanafanyaje wakishaweka maji kwenye sindano, nini kinatokea? Maji akishaweka kwenye sindano mtu naweza kumuua kirahisi rahisi bila hata kugombana naye. Ile sindano ikishaingia kwenye yale maji, ukishaingiza kwenye ngozi ya mtu alafu na sindano yimo, ukiacha yale maji mtu lazima atakufa kwa vyovyote vile, kwa sababu maji yameenda bila mpangilio. Ndio. Na Mungu amekubadilisha. Naomba Mungu aniokoe kwenye hizo njia zote. Na kuanzia sasa wewe ni mali ya Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Naomba nimtumikie milele daima. Chapia Yesu makofi. Na niseme hata kama alikuwa na windwa na jeshi la polisi, aidha kuna kesi yoyote ambayo mmewahi kuisikia au mmewahi kumsuspect kwa namna yoyote, huyu sasa ameshaokoka. Hata kama polisi mlikuwa mnamtafuta kwa kesi ya uhalifu kwa namna yoyote, huyu sasa amekwisha kuokoka. Kuanzia sasa sio mhalifu tena, na wala sio mshirikina tena, na hayupo tena kwenye kundi la kufanya mabaya ya kishetani, ila amebadilishwa na Yesu. Naomba kwa pamoja tuunganishe mikono, tumchapie Yesu makofi mazuri. Ongeza tena Yesu makofi.